Haitokei tu kwa bahati mbaya, yani usikie tu mtu from nowhere eti ana mrija mmoja. Yani mwingine lazima utakuta alishakuwa na changamoto ya ectopic pregnancy au mimba kutungwa nje ya mji wa mimba. Kwa hiyo ikashauriwa either aweze kufanyiwa ule upasuaji wa kuweza kwenda kuchana ule mrija na kuweza kutoa kile ambacho kimejipandikisha nje ya mji wa mimba au kwenye ile mirija ya uzazi. Au mwingine ujauzito ulitunga nje ya mji wa mimba akaweza kupewa tu dawa za kwenda kuilisha kile ambacho kilijipandikiza pale, kilichopelekea mirija ipate majeraha na makovu ambayo baadaye yalikuja kupelekea mrija ule kuja kuziba, baadaye akaja kufanya upasuaji na ikapelekea moja kwa moja kujikuta ana mrija mmoja. Licha kwamba kuna sababu nyingine zinazopelekea hii hali, hususan za maambukizi katika via vya uzazi, wadogo zetu wale ambao walishika kuharibu ujauzito, kwa hiyo ikapelekea hawakusafishwa vizuri, lakini pia kuna wale ambao walishika kuwa na changamoto hususan za kuweza kufanyia upasuaji maeneo kwenye kizazi, waliwahi kuwa na changamoto ya mirija kujaa maji, lakini pia kwa wale ambao walishika na maambukizi ya PID au maambukizi katika via vya uzazi kwa muda mrefu kapelekea mirija hiyo kuziba. Kwa hiyo changamoto hii haitokei kwa bahati mbaya. Kwa licha ya kwamba ilishaye kukutokea na ulikuwa unahitaji namna gani unaweza kufanikiwa kubeba ujauzito, hebu niambie kwenye comment, nahitaji kufahamu, basi nitaweza kuelezea moja kwa moja na nitakupa utaratibu ambao utaweza kukusaidia licha ya kwamba una mrija mmoja.